Nimewaita hapa kila mtu aseme kero yake. Hivi yule Sera amepata ujasiri watu wakuja na mke wake katika aliyakuwa dada mkubwa wetu hapa anamtaka Sera. Halafu tutaanza na yule Rehema anayejifanya kelele sana, ndio tutakayeanza naye. Mimi nimemind sana wale Sengo. Wewe hata kidogo. Wewe aje, yaani watu mapema sana. Ai, hiyo ni sauti ya nani? Hii imenikera sasa. Hii imekuwa too much. Haki ya Mungu. Umeingiza kijiwe chenu. Yema mbwa nimewaona. Yaani msifanye kama sijawaona. Nimewaona vizuri. Na kama mnabisha, naanza kuorodhesha 1, 2, 3, 4, 5. Mtu mfupi unajigusa wewe hapo. Yaani mjue kama alafu sasa hapa na fulu. Mjue kabisa nawaona na muniwezi. Wewe wa kike, wewe afu hapo kifuani nini? Hayo manyo nini? Mtoto huyu saa 1 kasoro hivi. Kuna mwanaume mkubwa bisha. Mtu sio mwingine huko. Wewe usivi. Bwana huyu ni sokwe. Ni msikia bwana sokwe. Alafu wewe mrefu. Mkubwa akili au kili hauna. Mchana wote mnawanga. Haya, mnapata faida gani? Hivi sikilizeni niwaambieni. Mfano sasa mngetafuta hata kazi za kufanya, si mngefika mbali? Mnaumiza usingizi wenu, mnaenda kukesha usiku. Sasa hivi mapema, jua kali twe. Huo uwege huo. Wewe, kaza fulani. Hebu usikie unyoni. Nyo. Mungu wewe. Mnaifanya mnajua. Bwana mnakimbia mngekana kasifuri tu. Ningepita na mademu zenu. Hivi uchawi hauna hata kazi mjue. Haki ya Mungu mimi naambieni. Hivi kweli mtu anakaa na mademu 2, wanaume 3. Alafu atasema mimi nina ukwilu, mimi chizi. Ukana ukwilu na mademu hapo. Leo ndo unajua nini maana ya samaki. Sasa basi. Bwana wewe unajua unajifanya unajua sana kufuatilia mambo ya watu. Alafu ukiambiwa uache uelewe. Sasa leo nitakuonyesha. Nisamehe. Dada. Vipi? Mbona umeshtuka? Vipi? Mbona umeshtuka? Afu mtu akiwa analala uangalie jinsi ya kuamsha. So dada unaniamsha tu mpaka umenishtua, utaniua. Wenzao wanapomwamsha mtu anakuja kumgusa kwenye kidole gumba. Dada, wewe unasemaje? Nilikuwa nakuamsha. Choka. Mbona nikachukua kitambaa changu ndani. Usikia mtu ondoke. Na miguu hapa. Basi mimi nitakuta mimi. Mama kutangulia. Ngoja mimi niingie. Usichelewe. Usijali.
Nenda safari za mbali. Kila wakati wa mimi hata sikosi ungena. Hivi mbona enda hivi? Poa. Mzima. Asante. Habari za sasa hivi. Ngoje.
Huyu yule mjomba. Una kaunga mwingine kwani? Kwa kweli dada mimi sidhani. Yeye wala hayupo hivi. Nilitaka nione ajabu nikimteja bahasha yako usimtetee kwa sababu bahasha yako. Mimi nakwambia kwamba nimeota ndoto Kaunga ananikimbiza anataka kuniua. Mimi nani? Uzani nini sasa? Lakini dada, wewe unamchukuliaje kwani Kaunga? Wao mbona kama Kaunga ni Mungu? Kama ni mtu wa kawaida. Yule mtu hana heshima. Mtu wa kawaida vipi? Hana heshima. Yaani mbona sijawahi hata siku moja kumuona Kaunga na kuongelea wewe vibaya wala mama. Anawaheshimu. Sasa wote sababu hana heshima. Anachibia unajua wewe kama ni moyo wa mtu ni kichaka. Moyo wa mtu kichaka. Alichokuwa moyoni mwake unakijua. Hapo sasa anakudanganya nakupenda kumbe wala hata kukupenda hakupendi. Anakudanganya. Utajuaje kama ananichukia? Unamtetea. Utajijua mwenyewe. Tuachane na hayo bwana dada. Kwanza hiyo ni ndoto tu wala sio kweli. Saa nyingine umelala ulikuwa na uchovu na ndio maana ukaota hivyo. Wala sio kweli na wala yuko hivyo. Kwa hiyo bwana mimi naenda ndani kupumzika. Sawa. Na uoshe vyombo vyako kabla mama yako hajarudi akaanza kubweka. Sawa. Nilikuwa ni kama bahati nzuri nimeweza kuja. Maana nilikuwa na mpango wa kutoka nyumbani. Huyu ndio yule wangu alikuwa na mwacha mimi. Mimi kwa bahati nzuri naye akamzaa wewe kwa bila mimi. Ndio kama naye. Hawa ni marafiki zangu hapa kijijini. Kwa kifupi ni mimi wangu. Sio marafiki tu. Sisi ni kama ndugu. Yaani ni kama dada zake. Kwa sababu tunashirikiana katika mambo mengi sana. Yenye heri na yenye shari. Tunashirikiana vitu vingi sana hivyo. Kwa hiyo sisi ni kama ndugu. Pia tukukaribisha sana kijijini kwetu. Karibu sana katika kijiji chetu cha Kisayani. Karibu. Asante. Ni mzoe tu. Namuona pole na mnyonge. Kana mazingira yako kuna lakini ni mcheshi sana. Kadri siku zinavyokwenda na mkamzoea. Basi. Mtaona uchangamfu wake. Au sio mama? Na wewe unatembea. Na muda mwingi unaonekana unapenda tu kubaki hapa nyumbani kulala. Kwa mara moja unatembea uje uko hapa mlete nyumbani. Aje kutembea hapa. Nilipanga kufanya leo. Ndio nielewa.
Tunazunguka katika baadhi ya mitaa ili akielewe zaidi kijiji. Kwa katika hiyo kuna shaka. Au sio ndio? Dada. Sana. Nimekumbuka shoga yangu. Isitoshe, unaleta tena mwanamke katika kijiji kweli? Hivi unafanya ni upupu serious kweli? Ni shida gani? Mimi nafikia kwa nzungumzia. Hata sijai kumtongoza. Na lingine hapo. Hata kama maneno jiongee, lakini ishara ya macho inaonyesha. Watu wengi vijijini na shida sana. Basi sawa. Basi wakifika waambie kwamba ndizi zimeshafika. Asa bye. Udugu wangu, nimekuja kupata taarifa, kesho tujiandae asubuhi na kupitia kwenye kundi. Sina muda. Kwani shida kwa nini? Nataka nikuache tutakapoenda kwenye kundi, upate muda mzuri sana kuongea na Salehe. Hivi jua mneka na matatizo. Mimi na Salehe wapi na wapi jamani? Mtende bwana kwenye kundi kwa asubuhi na kupitia. Na usipoangalia. Mneka. Yaani ukanitishie kabisa kwa ajili ya mwanaume tugombanishe sisi. Wakati huyo mwanaume nyinyi maskini Mungu wala. Umemaliza? Na kama umemaliza, kama ulikuwa unapita huko. Kama ulikuwa unapita huko. Kama ulikuwa unapita huko. Nitakuta kwa sawa tu. Au sawa. Mpate nani? Nishaka sina muda.
Habari yako dada? Salama. Samahani dada. Nimezunguka haya magenge yote huku nikitafuta udongo. Ila kote nimekosa. Je, unaweza kunielekeza wapi naweza nikapata udongo? Dada, unaonekana ni mgeni kwa kijiji. Ndio. Nende dangu, sio kwamba nataka nikuvunjie moyo. Ila kiufupi kwenye ya magenge yetu, shoga utamaliza hichi kijiji chote. Unautafuta huo udongo. Yaani sisi hapa kijijini kwetu hamna udongo zaidi ya nyumba zetu sisi zenyewe za udongo. Wewe kama unataka udongo shoga yangu, yaani hapa angalia nyumba yote inayokufaa. Pabongonywe sehemu, chukua hicho udongo chako shoga kula. Lakini shoga yangu useme sijui unacheka. Maneno yangu yanafurahisha. Haya. Karibu sana kwenye kijiji chetu. Haya, asante. Haya. Mke wangu. Nini tena? Mume wangu. Mimi naomba tu nikuulize. Kwani shida nini mke wangu? Mume wangu, ulipotoka mjini kuja hapa kijijini, umeanzisha mahusiano. Nikwambia mara ngapi? Mimi sina mahusiano na mtu yote katika hichi kijiji. Mume wangu unanidanganya. Kwa nini nikudanganya mke wangu? Hasa kwa nini kila ninapokutana na yule binti ndiviti mwele? Ni ugomvi kila siku kwa nini? Naambia basi. Naomba unielewe. Yaani mimi huyo binti sina mahusiano naye yoyote. Ni yeye mwenyewe tu hulka zake juu yako. Lakini sina kitu, hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea kati yetu mimi na yeye. Naomba unyamaze. Nyamaza. Mjangu. Vipi mjangu? Pole pole.
Uchawi nanga. Nikulia wewe binti. Subiri. Uchawi nanga. Hivi wewe mwanamke mzuri, yani hivi kweli usiku unapaa, yani kama popo usiku freshi, yani mwanamke mzuri kabisa, mtoto kipini, mtoto na kibaby face fulani hivi. Unanichanganyaga na kipini chako, ila akili hauna. Yani wewe mtoto mdogo kuwa mchawi. Mwanamke mzuri kama wewe, beautiful baby face, mtoto mzuri hivi. Wewe na dadako, si mdogo wako, mtajua wenyewe kwa sababu mmepishana. Kama mmezaliwa huyu moja au saa mbili, mtajua wenyewe, ila acheni mambo hayo, sio mazuri. Hivyo una akili timamu kweli wewe? Sana. Hapa alikuwepo mchawi na unafika mimi mchawi? Wewe uliniona? Sasa kwa kunita kwako mimi mchawi, nitaenda kushtaki mpaka serikali za mitaa na utanilipa. Hii chizi kweli. Ili wewe kesi ya ng'ombe unapeleka machinjoni? Wewe hauna akili. Taila, ndio wewe taila. Wewe kama nakangulipe, subiri. Kulia sina takufa. Angulipe mapema ili nikuchane vizuri, yani nakulipa na bado nakusema. Peleka hiyo kesi huko. Alafu uone kitema kuni inakushukiaje. Yaani mimi nakwambia ukweli, hivi nyie kukaa kula nyama za watu, mnaonaje za watoto wadogo na wengine hata hawajaoga, ajili wachafu. Ila mwanaume anatembea na wewe ana moyo. Nampa maua yake. Ana moyo. Haki ya Mungu. Kweli mtoto kautaka. Na wewe ukweli. Sikiliza. Acha uchawi. Haya maisha tu. Watu wanapita wanarudi. Kuwa na akili. Uchawi sio mzuri. Sio elewa? Yaani kweli pombe sio chai. Eti pombe sio chai. Na wewe na uchawi sio dili. Mtoto mdogo, uchawi tu kuoga. Yaani leo ni mwendo wa yaani hapa ni mwendo wa tu. Muangalie vile. Sura kama nani? Kasanga mmoja. Odi. Wenyewe. Niambie darling. Mzima ulikuwa umelala? Hata ninakaa basi. Hivi Damneka kaja huko? Sitakuwa kaenda. Mbona kumwangalia kwa dada? Bado sijaenda. Mbona kwa dada? Nilivyochoka. Mbona kamwangalia kwa dada mambo? Nimechoka hapa. Nabidi tuende nyumbani kanikuta huko. Alafu subiri basi. Bana sisi tukapata bila kuongea. Nzangu. Hivi ndio baba sasa. Hiyo ni baba. Alafu sisi wa binti wa mimi. Unajua kumfanyia kwa kusia. Nzangu. Kabla hata hujamaliza. Huyo nani? Umesema jina lake nani? Saleh. Huyo Saleh. Na huyo Damneka kwani ni wapenzi kweli? Hakuna kitu kama mkuu basi. Dadako anapenda lakini hawajakuwa wapenzi. Ndio kitu ungekana kusema Saleh ana mke wake ambaye mpaka sasa ni mzito sana. Kweli dada yangu. Damneka amenifika huu. Unajua ananitibua. Mambo yake anayofanya ni aibu. Mimi tangiani mwanamke kamtongoza mwanaume. Sikudhalilishana huko. Mimi mwenzangu sasa nataka kuongea mengi. Maana wewe na dadangu ndo mashoga hivi.
Mtoka mnaongea mada zenu, mimi nikiingilia, we mtoto kaum. Wenzangu mimi naachia. Ngoja tu niondoke zangu. Haya poa, alafu ukimwona ufuauka mwambie afanye haraka. Mbona nimemtuma nimelala mpaka nimechoka mimi. Sijui ukishakutana na iko kikaunga chake mtoto ananitibua mimi yule. Yaani mimi. Huyu sale, huyu kaunga. Bado mimi si nitakuwa na nani? Na mimi je, unajiweka kwenye listi? Ngoja niende kwa dada. Poa mdogo wangu baadaye. Hivi Damneka. Mbona sasa hivi unapenda kujinunisha ovyo? Yaani sasa hivi hapa kijijini kila mwanamke atakayemwangalia yule mkaka basi utamnunia, utamkazia macho. Kwani ushawahi kumwambia ukweli kama unampenda yule? Hebu nyamaza na wewe. Sio ni nyamaze dada. Lazima nikwambie ukweli, umezidi. Yaani kila mtu atakayemsogelea yule kaka mwingine anania njima tu na yule kaka. Lakini utamnunia, utamkunjia na vikumbo utamkumba. Hivi ni kwa sababu gani? Kwani ushawahi kumwambiaga ukweli kama unampenda yule? Maana hata yeye mwenyewe yule kaka hajui kama unampenda. Alafu achana na mimi. Nitakuingiza katika hilo kundi sasa hivi. Sinitawale. Tukiwa nyumbani mimi ni mkubwa wako. Tukiwa huko wewe ndo mkubwa wangu. Kwa hiyo unapaswa kunisikiliza. Usinipane kichwani. Nitakuchakaza sasa hivi. Dakika mbele nyuma. Kama unaona una mada ya kuongea, naomba inuka, kaoshe vile vyombo. Kelele na wewe sitaki. Heshima ifuate mkondo wake. Damneka. Ndiyo sawa, wewe ni mkubwa wangu hapa nyumbani. Lakini hata mimi pia nina haki ya kukwambia wewe ukweli. Tena nina haki kwa kila kitu. Hata kama unakosea mimi nisikwambie ukweli. Ni lazima nikwambie ukweli. Unavyofanya sio vizuri. Naomba unisikilize. Kama mmeshinda kunisaidia, hili tatizo nitalitatua mimi mwenyewe. Basi kuingilia mambo yangu. Na Yesu mnielewa. Unanunia mimi? Na leo usile.